ukimwi umepona. Hallelujah. Tena ukimwi umepona. How will people know ukimwi umepona unless you sing it? Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwi umepona. Ukimwi umepona. Umepona. Ukimwi 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 umepona. Umepona. Hallelujah. Just by singing that alone we have preached. Amen. Hallelujah. Kuimba tu hivyo tunaweza funga vyombo na tuende because we have preached to you. Kwa sababu tumewahubirieni nyinyi. Even just the worship we have sung here, we have just preached. Hata ibada tu ambayo tumeimba hapa tumehubiri tu. This is just an added advantage. Hii tu ni ibada. Niongeza tu. Bwana Yesu asifiwe, the people of Kenya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Kenya. Last week I was talking about relating with Jesus. Wiki iliyopita nilikuwa nazungumzia And I was saying relating means having a close attachment, close connectivity to something. na nilisema kwamba Kuhusiana inamaanisha kushikamana na kitu. Bwana Yesu asifiwe. That relating with Jesus means having a close attachment. Kuhusiana na Yesu inamaanisha kufungamana, kuwa na ule ukaribu. Bwana Yesu asifiwe. Being tailored with Jesus. Kwa karibu na Yesu. Umeshonwa na dai kama nguo. You've been knit. You've been tailored with Jesus. Umefungamanishwa pamoja. So I was saying, relate with Jesus, my brother, my sister. Nilikuwa nikisema kwamba uhusiana na Yesu, ndugu yangu, dada yangu. And the most important thing on earth is relating with Jesus. Na jambo muhimu sana duniani ni kuhusiana na Yesu. Having a fellowship, having a relationship with Jesus. Kuwa na ushirika, kuwa na uhusiano na Yesu. The type of relationship you should have with Jesus should surpass and exceed that of your boyfriend and your girlfriend. Ule uhusiano ambao uko nao na Yesu unapaswa kuzidi ile ambao uko nao na rafiki yako wa kike wa kisherati na rafiki yako wa kiume wa kisherati. The type of relationship, my brother. Aina ya uhusiano, ndugu yangu. The type of relationship, my sister. Aina ya uhusiano, dada yangu. That you should have is the type of relationship with Jesus that exceeds that of your husband and your wife. Ni uhusiano ambao unashinda ule wa mume na mke wako. That is why, beloved people of Jesus of Kenyans, Ndiposa watu wabarikiwa wa Yesu hapa Kenya. we are here to remind you that you should relate with Jesus. Tuko hapa kuwakumbusha kwamba mnapaswa kuhusiana na Yesu. You should have an intimate bond with Jesus. Mnapaswa kuwa na ule uhusiano wa karibu sana na Yesu. Beloved people of Kenyans, even as we finish, Watu wabarikiwa Kenya, sasa tunapomaliza. I want to let you know Nataka kuwafahamisha that salvation is shown by the relationship you have with Jesus. ya kwamba wokovu unaonekana kupitia ile uhusiano ambao uko nao na Yesu. And this relationship is salvation. Na huu uhusiano ni wokovu. Salvation does not mean you're going to church. Wokovu imaanishi unaenda tu kanisani. By the way, I was saying also, if you don't go to church, forget heaven. Pia nilikuwa nikisema usipoenda kanisani sahau kuhusu mbingu. Jesus is the way and we have to go through Jesus. And Jesus used to go to the synagogues. Yesu ndiye njia na lazima tuende kupitia Yesu, na Yesu alikuwa akienda kwenye masinagogi. So we must pass through also the church. Kwa hivyo lazima pia tupitie kanisani. But going to church is not a ticket, a direct ticket for you to go to heaven. Lakini kwenda kanisani sio tiketi ya moja kwa moja kwenda mbinguni. In fact, the most professionalized devil worshippers are found inside the church. Hata hivyo wale ambao wanaabudu shetani wanapatikana kanisani. The most devoted devil worshippers are found inside the church. Waabudu shetani ambao wamejitolea kabisa sana wanapatikana kanisani. Praise the Lord, beloved people. Bwana asifiwe, watu wabarikiwa. My sister, my brother in high school, as you're listening to me, Ndugu yangu, dada yangu katika shule ya upili unaponisikiliza, come to Jesus and forget the evil relationship of the world. njoo kwa Yesu na usahau uhusiano wa uovu wa duniani. Relationship with Jesus is just enough. Uhusiano na Yesu imetosha. It's just enough. Inatosha. Sahau hizo zingine.
The Bible says, seek him first and everything will be added unto you. Biblia inasema kwamba tafuta ufalme wa Bwana kwanza na mengine yote So utaongezewa. when you search Jesus, So unapomtafuta Yesu, Isaiah 55 verse 6. Isaia 55 mstari wa 6. When you search Jesus, Unapomtafuta Yesu, that is enough. hiyo yatosha. That is enough, my brother, my Hiyo sister. inatosha ndugu yangu, dada yangu. The sexual satisfaction you get when you're alone, that is not enough. Ile kujitosheleza kingono ambayo unafanya ukiwa peke yako, hiyo itoshi. You're masturbating when you are alone. Hiyo punyeto ambayo unafanya ukiwa peke yako. You're watching pornography, my brother, my sister, when you are alone. Unatazama pornografia ndugu yangu, dada yangu, ukiwa peke yako. You will feel appetite for those things that are satisfaction, but a time will come, we'll have to repent for those. Sasa umetosheleka, lakini wakati unakuja, wakati ambapo itabidi umetubia dhambi hizo zote. In fact, when you have that intimacy, you will still feel like doing it later. Hata hivyo ukiwa na uhusiano wa kingono utahisi ni kana kwamba unataka tena baadaye. But when you have Jesus, Lakini ukiwa na Yesu, when you have the Messiah, ukiwa na Masia, he is known as the Prince of Peace. yeye anajulikana kama mfalme wa You will never lack peace when you are alone. You will never lack peace when you are alone. kama katu hautawahi kosa amani ukiwa So come to Jesus today. Kwa hivyo njoo kwa Yesu leo. Submit your life to Jesus. Sisha maisha yako kwa Yesu. Submit your personality to Jesus. Salimisha binafsi wako kwa Yesu. Sijui kama mtu ananisikia. Somebody submit your life to Jesus today. Mtu tiisha maisha yako kwa Yesu leo. He's knocking at the door of your heart. Yeye anabisha kwenye mlango wa moyo wako. He desires to have you. Anatamani awe nawe. Why harden your heart? Ni kwa nini ufanye moyo wako kwa? When you harden your heart today, it will be harder for you to receive Jesus tomorrow. Unapofanya moyo wako kwa mgumu, itakuwa vigumu sana kwako wewe kumpokea Yesu. I know somebody here is saying, Najua mtu hapa anasema, will God ever forgive me? je, Mungu atawahi nisamea? Jesus is waiting for you. Yesu anakungojea. Just by the fact you are breathing, that God, Jesus loves you. Kwa swala tu ya kwamba unapumua ni ishara tosha kwamba Yesu That you are anakupenda. walking on the road and there is no accidents on your life, that proves that Jesus loves you. Ya kwamba unatembea barabarani na hujapatwa na ajali, hiyo ni ishara kwamba Yesu So anakupenda. he's waiting for you to come back. Kwa hivyo anakungojea urudi. Remember the prodigal son. Kumbuka yule mwana mpotevu. He came back to his senses Alirudi kwa fikra zake and he said, na akasema, I'm going back home to my father. ninarudi nyumbani kwa baba yangu. And God accepted him. Na Mungu akamkubali. So even you, Hata wewe God is waiting for you. Mungu anakungojea. Please come now. Tafadhali njoo sasa. Isaiah 55 verse 6. Isaia 55 mstari wa In 6 verse 7, the Bible says, na 7, Biblia inasema, seek the Lord mtafute Bwana while you can find him. mradi anaweza patikana, Call on him now while he is near. mwitie yu karibu. Verse 7. 7, Let the wicked change their ways and banish the very thought of doing wrong. wacha mtu muovu na iache njia yake, na mtu mbaya na ache mawazo yake. Let them turn to the Lord, that he may have mercy on them. Yes, to our God, for he will forgive generously. Yeye namrudie Bwana naye atamrehemu, arudi Please. kwa Mungu wetu kwa kuwa atamsamehe bure kabisa. Usijifungie kwa shida. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu, He's waiting for you. yeye anakungoja. Maybe you're the last person to receive Jesus and then Jesus comes. Huenda wewe ni mtu wa mwisho kumpokea Yesu na kisha Yesu arudi And then we go to heaven. na kisha twende mbinguni. Please come now. Tafadhali njoo sasa, Develop a relationship with Jesus today. anzisha uhusiano pamoja na Yesu leo. Invent a relationship with Jesus today. Rudi uhusiano pamoja na Yesu leo. My brother, my sister, Ndugu yangu, dada yangu, I am talking to you today. nazungumza nawe I leo. know you have come from your churches today. Najua umetoka makanisani mwenu leo, You have bought water from the church. umenunua maji kanisani. Jesus is known as the living water. Yesu anajulikana kama maji ya Why are you uzima. buying water in church? Ni kwa nini unanunua maji When kanisani Jesus is known as the living water, wakati ambapo Yesu anajulikana kama maji ya why are you uzima? buying the sumari in the house of God? Kwa nini unanunua misumari katika nyumba ya When Bwana? Jesus is known as the living bread, when you eat it, you'll never be thirsty. Wakati Yesu anajulikana kama mkate ulio hai, unapokula hautawahi ona njaa tena.
my brothers and my sisters, Tafadhali ndugu zangu na dada zangu, stop the dramas in the church wacha sarakasi kanisani and come to Jesus as you are. na uje kwa Yesu jinsi ulivyo. Stop the waganga there and come to Jesus. Wachana na waganga na uje kwa Yesu. I know the kusumbua na wagonjwa msi, but come to Jesus. Lakini njoo kwa Yesu. You will never pay anything to Jesus. Kama katu utalipa chochote kwa Yesu. Bring your ukimwi to Jesus. Leta ukimwi wako kwa Yesu. Bring your things to Jesus. Leta mambo yako kwa Yesu. He will satisfy your needs. Yeye atatosheleza mahitaji yako. May the Lord bless you so much. Bwana wabariki sana. Please prepare the way. Tafadhali andaeni njia. Jesus is soon coming. Yesu anakuja hivi karibuni. Turn away from all evil. Geuka kutoka kwa kila aina ya uovu. Turn away from everything that will